kile kile cha allegation alternate. Kabla tujaangalia mfano wa pili au swali la pili, na kukumbusha kusubscribe channel hii, lakini vivyo unaweza ukalike, unaweza ukashare, lakini unaweza ukacomment. Vile vile nakushauri ushare na kuomba ushare kwa wale watu ambao nafikiri wana uhitaji wa kujikumbushia masuala haya, hasa wale wanaweza kujiandaa na mitihani ya leseni, basi waweze kuwa wanajikumbushia mambo mawili matatu yale ambao wamesahau kuhusu sehemu mbalimbali zinazohusu calculation. Twende moja kwa moja kwenye swali letu la pili. Swali la pili linasema how many milliliter of each of a 2% weight in volume solution and 7% weight in volume solution should be used in preparing 1 gallon of 3.5 weight in volume solution. Kwa haraka swali cha kwanza lazima ulielewe swali unavyotaka kulifanya. Kwa swali nasema kwamba ni mililita ngapi zilitumika za 2% weight in volume solution, lakini solution yenye 7% weight in volume zilikuwa ni mililita ngapi zilitumika zikachanganywa kuja kutengeneza preparation yenye 1 gallon ya solution, ambayo 1 gallon hiyo strength yake ni 3.5%. Kwa hiyo ukiangalia kwenye swali tumepewa data gani? Data ya kwanza tuliopewa tumepewa strength ya solution ya kwanza ambayo ni 2%, lakini strength ya solution ya pili ambayo ni 7%, lakini desired strength tumepewa ambayo ni 3.5, na hiyo ndo strength ya preparation. Data zake unaweza kuziona hapo, lakini vile vile tumepewa volume of the whole preparation ya preparation nzima ambayo ilikuwa ni 1 gallon ambayo ni sawa sawa na mililita 3785. Twende tukone swali moja kwa moja. Najua hii njia sio ngeni sana, tumesha kuisoma huko mbele, kwa hiyo haitakuwa na ugumu sana. Kama kawaida, solution zile zinazo vile vitu ambavyo vinatumika kutengeneza preparation huwa tunavipanga kimoja juu kimoja chini, katikati tunaweka desired strength. Lakini ili tuweze kuendelea na swali lazima tupate number of part of each solution iliyotumika kutengenezea solution yetu ambayo ni yenye strength 3.5. Kwa hiyo ili tuweze kupata number of strengths za percent mbili, number of part zake ili tuweze kuzipata tutachukua 7%, tutatoa na asilimia ya desired strength ambayo ni 3.5, tutapata 3.5 parts ambazo hizo zitakuwa ni part za 2% ya solution. Yaani zitakuwa ni parts za ile solution yenye 2%. Lakini tuweze kupata parts za ile solution yenye 7%, tutachukua 3.5% desired, tutatoa na ile na 2% ya solution ile ya kwanza, tutapata 1.5. Kwa hiyo ile 1.5 ndio itakuwa ni parts za solution yenye 7%. Kama tunavyojua lazima parts unakuwa unazi express in form of ratio. Kwa hiyo kwa parts tunapata 3.5 ratio 1.5 ambazo ukizirahisisha unapata 7.3. Kwa hiyo sasa 7 itakuwa ni parts ya ile solution yenye 2%, na 3 itakuwa ni parts ya solution yenye 7%. Kumbuka swali linataka tuseme ni mililita ngapi zilitumika za solution yenye strength ya 2% na mililita ngapi za solution yenye 7% zilitumika kuandaa hii preparation. Kwa hiyo tuweze kufanya hivyo, cha kwanza lazima hizi part tuzijumlishe tuweze kupata part ya preparation nzima. Umeona? Kwa hiyo tukishapata part of preparation nzima itatusaidia sisi kwenda kutafuta majibu yetu. Kwa hiyo sasa tukijumlisha hapo tutapata 10. 7 jumlisha 3 tutapata 10. Kwa hiyo 10 inakuwa ni part of the whole preparation, ambayo preparation ina strength ya 3.5, lakini ina mililita 3785. Kwa hiyo tukienda kwenye swali moja kwa moja kwamba tunazipataje sasa hizo mililita. Sawa? Tukumbuke kwamba tumepewa mililita za preparation nzima. Kwa hiyo tutatumia number of parts, tutatumia number of parts vile vile na mililita ya solution nzima, tutaweza kupata mililita za solution of each iliyotumika.
Ili kuweza kupata mills of solution za solution ya 2%, tutachukua parts yake ambayo ni 7, tutagawa kwa whole part, tutazidisha kwa preparation nzima. Mills za preparation nzima ambazo zilikuwa 3785. Jibu lake tutapata 2649.5. Lakini vivyo kupata mills za solution yenye 7%, tutachukua number of part ile ambayo tumeipata ambayo ni 3, tutagawa kwa pati zote, tutazidisha kwa mills nzima ya preparation ambayo ni 3785, ambayo jibu lake tutapata 1135.5 mills. Mtu mwingine anaweza akasema kwa nini tumefanya hivyo? Kwa sababu tuna mills za preparation nzima, kwa hiyo tunaweza kutumia number of part, yani tunasema kama pati 7 za 2% za solution ya 2% zikiwa ndani ya part 10 za preparation zote, alafu ukizidisha na hiyo mills za preparation nzima, hapo unakuwa unapata ile volume iliyotumika ya ile solution tu, ambayo ni kama hapo kuna solution ya 2%, basi utapata tu ile volume ambayo imetumika, ambayo ilichukuliwa, ambayo volume hiyo ilikuwa imetoka kwenye solution yenye 2% solution. Kwa hiyo ni hivyo hivyo hadi kwenye solution yenye 7, na yenyewe ukitumia pati yake hiyo, ukigawa hapo vizuri, utapata hiyo mills. Hiyo mills unayoipata ndio mills ambayo ilichukuliwa kutoka kwenye hiyo solution. Kwa kumalizia ni kwamba ili waweze kama swali linavyosema kwamba preparation nzima ilikuwa ni 1 gallon. Kwa hiyo wakati preparation inafanyika, kwa hiyo ile solution yenye 2% weight in volume walichukua mills 2649.5, lakini kwenye mills ya 7% walichukua ni mills 1135.5. Kwa hiyo ukizijumlisha hizo mills utapata mills 3785. Mpaka hapo swali lako unakuwa umemaliza, na ukifanya hivyo unakuwa umefanya vizuri kabisa bila wasiwasi. Mpaka hapo tunakuwa tumemaliza swali la pili au mfano wa pili katika hii sehemu ya alligation alternate. Usisahau ku comment kama umeelewa, usisahau ku like kama umeelewa, lakini vile vile usisahau kusubscribe kama kusubscribe, lakini vile vile usisahau kushare kwa watu mbalimbali nao waweze kujikumbushia vitu mbalimbali vinavyohusu calculation. Asante.